Tokotanga na kombo na Yesu. Tutasoma kwa jina ya Yesu. Mokonzi Daudi, Mfalme Daudi azalaki mpaka alikuwa mzee ya makasi. Alikuwa mzee zaidi. Kasi kati na mikolo na ye, lakini muda hiyo masiku yake azangaki makasi. Alikosa nguvu. Babandiko sipaye na bilamba ya bopaka. Balikuwa na mfinika na manguo. Pwete azangaki makasi liloba na Nzambe. Amen. Kwa sababu alikuwa nakosa, mwili yake ilikuwa nakosa nguvu. Lelo tozo solola pona nguya. Leo tutazungumuza juu ya mamlaka. Nguya, mamlaka, nguvu, makasi, nguvu. Soki moto azana makasi, mtu akiwa na nguvu, asala kanyoso yo alingi, anafanyaka kila iwezekanavyo. Amen. Amen. Nazoli ngatango nazote ya mtu moko atalangai. Niko napenda sana mimi nafundisha mtu ananiangalia. Nguya, nguvu, makasi, nguvu, efanda kadakati na nzoto, inakuwaka ndani ya mwili ya mtu. Kasi leo toko solola pona nguya ya nzoto te. Tutazungumzia juu ya nguvu ya mwili. Me toko solola pona nguya ya Molimo Mosanto. Tutazungumzia juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Tuna moninga nayo aza pembeni nayo. Uliza mwenzako mwenye iko karibu yako. Eske ozana nguya? Eti ana nguvu? Umulize uko na nguvu? Umulize mwenzako eti iko na nguvu? Bible lobi boye. Biblia inasema hivi. Daudi azalaki paka. Daudi alikuwa mzee. Daudi azangaki makasi. Daudi alikosa nguvu. Pwete azalaki mobange. Kwa sababu alikuwa alishakuzeeka. Daudi azangaki makasi. Daudi alikosa nguvu. Pwete nguya na ye esila kipo asalaki misala ebele. Kwa sababu alikuwa na siku nyingi na alitumika na nguvu yake ikaisha. Tokotanga mkanda ya Luke. Tutasoma Mtume Luka chapitre 8. Sura ya 8 41-46. 41 mpaka 46. Tokotanga wana na etikali 10 minutes na limbola to clôturer. Tutasoma hapo, tunabaki na dakika 10 kisha nitatafsiri na tutafunga. Bato mingi balingaka kotea mulai. Watu wengi wanapendaka mafundisho marefu sana. Bato balembi, paka batu banachoka, balali, wanasinzia, epi bakimi bamosusu. Kisha bamoya banakimbia. Lelo kokima te. Leo hautakimbia, tutakuwa wafupi. Toza mokuse. Tutakuwa bafupi. Yebisa moninga na yo toza mokuse. Ambia mwenzako karibu yako kama hatutakuwa warefu sana katika mafundisho. Yako tangela ngai na Swahili. Kuja nisomee katika Kiswahili. Katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 8 mstari wa 46. 41 mpaka 46. 41 to 46. Nitasoma. Basi Yesu aliporudi makutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wamemngojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana pekee. Umri wake amepata miaka 12, na alipokuwa akienda makutano walimsonga. Na mwanamke mmoja ambaye ametoka na damu muda miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali yake yote kwa kuwapa waganga,
asipate kuponywa na mtu yeyote. Alikwenda nyumba yake, akauguza upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanazunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Betela Yesu maboko. Mpige Yesu mikono. Amen. Amen. Na lingina Weli Sangonga. Nataka enda haraka kidogo na wakati. Nde ango na koitilize Kiswahili muke. Ndio maana nitasema mimi peke Kiswahili kidogo. Pongonga na biso ezala molaite. Juu tusikue warefu sana. Zambe ya pambola. Amen. Nataka kusema neno sababu ya nguvu. Amen. Nataka mtu aniangalie. Amen. Sema nguvu. Yesu alitembea, wakati anatembea kuna mtu mmoja mkubwa wa sinagogi. Huyo ambaye anasimamia sinagogi kwa Wayahudi ni mtu ambao anakuwa na heshima. Ni mtu ambao shida zake hata zipeleka kwa mtu. Huyo mtu alikuwa na mtoto mgonjwa ambaye alikuwa na miaka 12. Amen. Miaka 12. Sema miaka 12. Yesu alienda maana kuna mtu alimuita. Amen. Yesu hakuenda bure maana kuna mtu alimuita, alimwalika. Jina lake Jairus. Jairus ni mtu wa heshima, lakini heshima yake aliacha pembeni, akatembea kusudi amwalike Yesu amalize shida yake. Nataka mchana wa leo kuna mtu ataalika Yesu. Kuna mtu ambaye atakuja kwa Yesu kuleta shida zake kusudi Yesu aingie ndani yake. Biblia inatuambia kwamba Yesu akatembea. Alitembea akiwa na wanafunzi wake. Hakutembea bure maana kuna mtu alimwalika. Umuulize mwenzako, hebu unamwalika Yesu leo? Biblia inasema alipotembea njiani, kumbe kuna mwanamke mmoja. Acha nikuambie, ukisikia jina mwanamke jua ya kwamba ni kanisa. Maana kanisa lina shida, kanisa lina matatizo. Kanisa sio jengo, kanisa ni waamini wana matatizo. Nataka niambie mtu mmoja, Yesu alipotembea, kumbe mwanamke alienda kwa mlolongo kwa nyuma, akashika pindo la vazi ya Yesu. Sema leo nitashika pindo la vazi. Hauko hapa, sema nitashika pindo la vazi. Haleluya. Biblia inatuambia huyo mwanamke alijingangamana. Hii ni Swahili sasa ya Kenya. Tunataka muelewe, sisi wa Kongo tutajitahidi kusema Kiswahili na nyinyi mjitahidi kusema Kilingala. Na injili isonge mbele. Amen. Huyo mwanamke akaenda nyuma, akagusa pindo la vazi ya Yesu. Hapa ndio kunakuwa neno letu la leo. Wakati safari iliendelea, hakuwa na problem. Safari ilienda kukua problem. Probleme ilikuja kwa kustop safari sababu kuna mtu aligusa Yesu. Amen. Sema safari inaenda. Wakati safari iko naenda, hakuna problem. Problem ni moja, ni mtu kumgusa Yesu. Sikia, wakati walimgusa Yesu, Yesu akasimama, akauliza Petro, nani amenigusa? Nani amenigusa? Tunaacha mchana wa leo, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa na moyo wa utayari amguse Yesu mchana wa leo. Yesu akasema, nani amenigusa? Petro naye
Sababu Petro alikuwa na miaka nyingi kuliko Yesu. Akamwambia, Bwana, mtoto, habari gani mwalimu? Watu ni wengi. Sikia jibu, sikia jibu. Watu ni wengi. Tutajuaje mwenye anakugusa? Maana watu wanafanya nini? Wanakusonga songa. Hebu nikuletee akili yako panafasi. Yesu hana haja na mtu wa kumsonga. Yesu iko na haja na mtu wa kumgusa. Naongea Yesu hana haja na mtu. Unajua watu wanaweza kuwa wengi ndani ya kanisa hawajamgusa Yesu, labda wanafanya nini? Umwambie mwenye yuko karibu yako, usimsonge songe Yesu, mguse, umguse. Chapia Bwana makofi kwa tukufu ya Bwana. Yesu anasimama. Acha nikwambie, safari inaharibika kwa sababu ya mtu ambaye hakumwalika Yesu. Sababu halikuwa na imani ya juu. Mchana wa leo kwa hili kanisa la Kasarani nazolinga mtu moko amatisa kondima na ye, amatisa eloko ya nzambe zakati na ye, apandishe. Soki mtu amatisi akipandisha kuna kitu kitabadilika. Sema kuna kitu kitabadilika. Kuna kitu kitabadilika. Mtu sikia, wakati alimguza yeye akumsonga. Problem yako hauna majibu kwa mahitaji yako sababu hauyamgusa. Ukingali unamsonga songa. Kuna watu wengi wanakuwa na masarakasi ndani ya kanisa. Unafikiria atiko nasi pamoja, kumbi hayuko. Tukipanga hivi yanageuka hivi. Mwanamke alienda akaingia akamgusa. Safari, kwa Kiingereza mnasema safari ikajistop hapo. Yesu anasimama. Safari ilikuwa inaenda kwa mkubwa wa sinagogi. Na katika sheria na mikakatano ya Wayahudi, ukiwa mkubwa wa kanisa usiende na shida yako kwa mtu mwingine, watakutenga. Anasimama, mtu amenigusa. Nasema atujue mwenye anakugusa. Tutatambuaje? Baada anasema hapana. Yesu anasema nimesikia nguvu zimenitoka kwa maana mtu amenigusa. Amen. Nataka mtu moja mchana wa leo akimgusa Yesu nguvu zake zimtoke, kwa maana nguvu za Yesu zinabadilisha maisha. Nguvu za Yesu zinaondoa magonjwa. Nguvu za Yesu inaleta mali. Nguvu za Yesu zinakupandisha ngazi. Sema nitapanda. Sema amen. Si mtu moja aitike amen. Kitu ambacho kinanivutia ni hivi. Yesu anasema mtu amenigusa, nimesikia nguvu zimenitoka. Nguvu zikimtoka Yesu, damu ya maisha yako yatakauka. Damu ya maisha yako ni kukosa ploti. Damu ya maisha yako ni kukosa ndoa. Damu ya maisha yako leo, yale ambayo inakusumbua, nguvu zikimtoka Yesu, majibu yanaingia. Amen. Hakuna mtu hapa angesema amen. Amen. Na biashara yangu haiendi, na watoto wangu hawafaulu, na hakuna kitu kinatembea. Eti umemugusa ama unamsonga? Yesu akasema kuna mtu amenigusa, maana nimesikia nguvu zimenitoka. Nataka mchana wa leo nguvu za Yesu zipunguke. Zilete majibu kwa boma yako. Ilete majibu kwa shule yako. Ilete majibu kwa biashara yako. Ilete majibu kwa imani yako. Amen. Mtu amenigusa, nimesikia nguvu zimenitoka. Wacha mimi nabaki na dakika ndogo. Sasa wakati walianza kwenda, safari ikaharibika. Ingilikuwa mimi ndio Jairus, muniulize ungefanyaje? Si uniulize. Ningeanza kumfuruta huyu mwanamke. Wewe mwanamke, unaingilia aje hapa kwa mtu wangu? Kwani wewe ulimwalika? Ingelikuwa ni mimi Jairus, ningeanza kutract huyu mama. Ningemwambia, wewe unakuja kunimalizia nguvu ya Yesu. Sasa mtoto wangu atapona na nini? Hakuna mtu atapanda ngazi. Yesu alikuwa anatembea, iko na nguvu.
za roho ambao aliziandaa kwenda kwa mtu mwingine. Ninasema mchana wa leo, Bishop Michael ambaye anaingia hapa akuja kwa hili kanisa, lakini hili kanisa linatanguliza kumuita mtumishi wa Mungu. Kuna mtu atagusa upindo wa Yesu na nguvu zitoke na kubadilishwe maisha katika baraka. Sasa mimi ni ule ninasema, wewe unakujia mgeni yangu? Ha? Unamgusa mgeni wangu? Si ndio Jairisi angisema? Sema, kwa nini umemgusa? Sababu nguvu zinafanya nini? Sina na mtoto hajapona, nguvu unamaliza mgeni wangu nguvu. Sasa mtoto wangu atapona na nini? Ingelikuwa mimi ni Jairisi. Nataka mtu mmoja akuwe kama huyu mama. Biblia inatuambia Yesu alisema tu neno, mtu amenigusa, nimesikia nguvu zimenitoka. Nataka kuambia huyu mwanamke alikuwa na miaka 12 ya magonjwa, na mtoto ambaye alienda kuombewa naye alikuwa na miaka 12 ya kuzalika. Nataka kuambia mtu mmoja, una mashida imekaa sana, una maproblem imekaa sana. Kitu kimoja tu ni kugusa pindo la vazi. Amen. Sasa huyu mwanamke hakuenda mbele. Kuna watu wengi wanataka kimbele mbele sana. Umwambie mwenzako, acha mambo ya kimbele mbele bwana. Acha maneno ya kimbele mbele. Watu wanataka mbele mbele tu, mbele mbele. Unafikiria majibu yako mbele? Majibu haiko mbele, majibu iko nyuma. Maana Bwana alisema wa mbele atakuwa nyuma na wa nyuma atakuwa kwanza. Una imani gani? Una imani umemgusa ama umemsonga? Watu wa kumsonga Yesu ni washerati. Watu wa kumsonga Yesu ni wizi. Watu wa kumsonga Yesu ni watu ambao wana tabia mbaya ya ukora. Watu wa kumsonga Yesu. Lakini watu wa kumgusa Yesu ni wale ambao wanakuwa na imani kamili, msimamo. Kuna Wakristo wamoja huko Kongo, wakati wananiona mimi sifanye maombi ninapumzika, wanafurutana na manabii ya uongo. Wakisikia tu kwa radio, mimi ndio nafanyaga hivi, mimi ndio na ati ma TikTok inakuya leo inafuruka waamini wengi. Kwa sababu imani yako haina msimamo. Huyu mama alikuwa na imani ya msimamo. Imani yako iko je? Una msimamo gani? Inabaki na dakika moja. Una msimamo gani? Biblia inatuambia nguvu za Bwana ni za ajabu, ambao Biblia inatuambia mtu atakapokuwa na imani ya juu anaweza kusema mlima utoke hapa na uende hapa. Imani yako iko wapi? Huyu mama alikuwa na imani ya juu. Tunaita la foi surnaturelle. Imani ya juu. Unajua mtu wa imani ya juu, my bishop, anakuwa kama mwenda wazimu. Mtu wa imani ya juu haangali yake kushoto wala kulia. Mtu wa imani ya juu haangali yake mtu jirani. Anafanya mambo yake kwa imani yake. Neno letu la leo lilisema uwe na imani ya juu. Ukimgusa Yesu utaona mkono wa Bwana. Amen. Umemgusa Yesu? Kulikuwa siku moja nilikuwa ninaombeana. Niko naombea watu waumini na wabariki. Watu wanashuhudia nimeponyeshwa. Lakini kulikuwa na kamama kamoja. Kila siku nikikuja, baba, mimi siponangi. Kesho yake tena tukiingia kumaombi, baba, mimi siponangi. Unajua kuna watu wengine wanachokesha watumishi wa Mungu. Wewe acha kuchokesha watumishi wa Mungu. Imani yako iko namna gani? Oh baba, ati unaweza kuleta sababu yako biashara yangu haiende. Ulimsonga Yesu ama ulimgusa? Wewe unataka ubarikiwe na 1 ya 10 ya ulete, ni kwa sababu unamsonga au umgusi. Wewe unataka uponyeshwe, lakini imani yako iko chini. Nimesikia nguvu zimenitoka. Nataka kugusia tu kidogo kwa mtumishi mmoja ambaye Yesu tu anasema nguvu zimenitoka. Lakini kuna kuwa watumishi wa Mungu kila siku iko tele tele, amejaa na anasema kwa lugha. Kwa nini Yesu sasa alisema nguvu zimenitoka? Si kuna kuwa wakati ambao mtu kwanza anaenda down, na kwenda chini sio kuanguka.
Kwa maana hata Yesu alisema nimesikia nguvu zimenitoka. Ilikuwa neno letu mchana wa leo. Nataka kuambia mtu moja, dakika moja. Wacha nisimame hapa kwa madhabahu. Eti una moyo wa utayari kusudi Yesu apungue nguvu zake sababu ya maisha yako. Kupungua nguvu kwa Yesu ni kusimama kwa madhabahu na mahitaji na kuwa ndani ya kiroho ambayo inakuwa juu sana. Nataka ule mtu ambaye anataka leo amguse Yesu katika ishara na aone miujiza. Sisi tunaombea watu. Wakati walinitawaza kutoka hapo wakanipea hii mafuta, nilienda Kongo, ninaombea watu. Mimi sina haya na injili. Nasimama kwa barabara, niko na mafuta hii yetu matakatifu. Nikawa nao nasema, ikiwa kuna mtu iko na imani, kuwa na imani ya juu, akuye nimuguse na aone mkono wa Bwana. Mimi nakueleza maneno ilifanyika. Kulingala wanasema makambo esalamaki ya minene mutu azalaki mukufi miso amfumbua mimiso. Mtu ambaye alikufa macho anaona. Nikamgusa, nikamwambia fungua macho, akafungua. Nikamuuliza unaona nini? Anasema ninakuona unavaa nguo nyeupe. Lakini sijaona uso mzuri, naona nguo nyeupe na hii suruali yako ni kama iko nyeusi. Namgusa tena. Ninamwambia uko na imani? Anasema nina imani. Kamwambia uende uingie nyumbani kwako upige magoti. Umpigie Bwana asante, baadaye utafungua macho, kuna kitu kinafanyika. Alipoenda alifanya hivyo jinsi nalimueleza. Alipofungua macho akaona kwa utukufu wa Bwana. Haleluya. Acha nikuambie, uko na kanisa nzuri. Si uchapie Bwana makofi. Uko na kanisa nzuri. Nataka kuombea watu wale ambao wanakuwa na moyo wa utayari. Unasimama tuambie Bwana, leo nimekugusa, nguvu zako zilete solution kwa maisha yangu. Kama uko pale usimame tu bure tu na mimi niseme neno juu yako. Unasimama tu. Simama, sema niko na nguvu. Simama hapo na usonge mbele na niseme neno. Songa hapa mbele kwa madhabahu. Kwa madhabahu. Kuna watu wana imani ya kugusa Yesu. Imani ya kugusa Yesu. Yesu anapenda watu kama nyinyi. Hivyo mnasimama, Bwana atawatendea yale ambayo yalikuwa shida. Wacha hiyo. Yaliokuwa magonjwa, wacha hiyo. Yaliokuwa shida, wacha hiyo. Inua mikono yako miwili juu. Inua mikono yako miwili juu. Tuseme neno la baraka. Tutaomba pamoja na mchungaji. Tutaomba na bishop. Tukiusema neno na kwa mwisho bishop ataomba. Tukiomba sisi wawili tuseme Mungu alete majibu kwa maisha yenu. Twende tuombe katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Ubariki watu wako. Wamemgusa Yesu mchana wa leo. Wamemgusa Yesu. Yesu akasema, nimesikia mtu amenigusa, nguvu zimenitoka. Magonjwa iondoke, umaskini iondoke, yale mabaya iondoke, uchawi na urozi iondoke, pepo ya mauti iondoke, mambo mabaya iondoke, kuharibikiwa na bwana iondoke, kurukiwa na mume iondoke, mambo ya single father, single mother iondoke, mapepo iondoke, kila kitu kibaya kiondoke. Acha neno la Bwana liwe juu yako na mafuta matakatifu, yaani neno ili lifungue maisha yako. Hapa tunaacha mtumishi wa Mungu bishop kwenda kutabiri maombi. Mwathani, shudhiria nitwaheo kiugo giaku ni ndungata yaku na undu wa gwitikia nitwetikia nitwahutia gicurici kia nguo yaku na kuma umuthi maundu nimekwagirira. Family ni ikurugama, biashara ni igutherema, ciana citu ni iguthoma wega, micii ni guikara na thayu na gikeno. Ni ukuhingurira mirango muthamaki mwega andu aku, ni ukumonio tugi waku Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ndahoya na gwitikia. Amen. Pigieni Bwana makofi, ametenda. Pigie Bwana makofi, ametenda. Ametenda Bwana, ametenda Bwana. Asante, Mungu awabariki. Mungu akubariki wewe na familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Tumia hii mtumishi.
Tupigieni bishop wetu makofi. Tushangilieni Yesu, tushangilieni Yesu, tushangilieni Yesu. Yay! Yeah. Hey, that was very powerful. Hiyo si ni mzuri hiyo? Yes. All the way